wewe pastor, nimekusikia ukiongea ukiwaambia vijana hata kama ametoka night club, kesho ni siku ya ibada, aje kanisani. Hata kama ananuka pombe, kesho aje kanisani. Huoni kwamba unafanya vibaya? Nikamwambia sikiliza, shetani akigundua kwamba akikutendesha dhambi utaacha ibada, ataziongeza. Lakini akijua kwamba jana alikupeleka klabu na kesho namwambia ulinipeleka klabu nimekunywa pombe, haki ya Mungu iko pale pale, naenda kanisani, umemvunja nguvu. Ni ngumu kuingia akili. Maana mlijua kwamba wanaokuja kusali ni watakatifu, si ndio hivyo? Hamna hicho kitu. Hakuna. Huyu mtu akija anaweza akasikia neno moja kwenye mahubiri likabadilisha maisha yake milele. Na shetani anajua hili. Ndio maana kuna watu mko hapa mnanisikiliza, wengine mko mbali, ukitenda dhambi shetani anachukua kigoda chake, anakaa karibu na wewe, anakuambia kwanza hufai mbele za Mungu, hutakiwi, hata ibada yako ni bure kabisa. Mwisho unawaza kwenda kanisani, bwana mimi siwezi kwenda. Na mimi nakuambia hivi, laiti ungelijua baba yako anavyokupenda, usingeacha kumwabudu ati una dhambi. Mpe Mungu haki yake. Piga magoti pale pale, tubu, na unapotubu abudu. Kuna tofauti ya kusali na kuomba. Sali na kuomba, sali na kuomba, sali na kuomba. Sala ni kumpa Mungu haki yake, heshima. Neno worship ni mchanganyiko wa maneno mawili ya Kiingereza, ni worship. Worship, wakasema worship. Worship haina habari ya kwamba nimetenda nini mbele za Mungu. Worship ni kumstahilisha. Haleluya, haleluya.